Haleluya. Kwani Mungu alifanyaje Yeriko? Mungu aliwafunulia wakina Yoshua kwamba upo ukuta, na akatamka kwamba huu ukuta unaanguka, na kwa neno la Bwana ukuta ulianguka. Tunaona Mungu anawapa maelekezo, anampa maelekezo Yoshua. Yoshua anasema na wana wa Israeli. Biblia inasema hivi kwamba Mungu akatoa maelekezo kwamba huu ukuta wa Yeriko mtauzunguka huu ukuta mara moja kila siku ndani ya siku 6. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Biblia inasema hivi kwamba kwanza wakatangulizwa askari. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Walivyotangulizwa na silaha zao. Haleluya. Biblia inasema walipokuwa wanasema, watu wale makuhani wenye kuzichukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya Bwana wakatangulia. Watu wenye silaha walikwenda mbele yao, makuhani waliozipiga tarumbeta. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu akawa ametoa mwongozo baada ya kuonyeshwa wana wa Israeli kwamba upo ukuta. Wakapewa mwongozo jinsi ya kuangusha ukuta wa Yeriko. Neno la Mungu linasema sanduku la Bwana. Baada ya sanduku la Bwana, makuhani 7 ambao walikuwa wameshika tarumbeta, Biblia inasema wakatangulia mbele yao watu wenye silaha ambao walikuwa ni askari na silaha. Haleluya. Baada ya kutangulia mbele, Biblia inasema wakaanza kuzunguka ukuta wa Yeriko. Haleluya. Neno la Mungu linasema kwamba Mungu jinsi maelekezo alivyo hapa kwamba wakauzunguka ukuta wa Yeriko mara moja kwa siku ya kwanza, wakaja wakauzunguka mara ya pili, wakafanya hivyo ndani ya siku 6. Haleluya. Neno la Mungu linasema siku ya 7 wana wa Israeli maelekezo waliopewa kwamba uzunguke ukuta wa Yeriko mara 7. Na baada ya kuzunguka ukuta wa Yeriko mara 7, wale makuhani wakapiga tarumbeta. Walivyopiga tarumbeta za kumjulisha Yoshua akaimiza watu kupiga kelele. Biblia inasema ukuta wa Yeriko ukaanguka. Haleluya. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, Mungu anapokuonyesha upo ukuta juu ya maisha yako. Haleluya. Unaweza ukahangaika kwa kila njia. Unaweza ukahangaika kwa kila namna. Tunaona jinsi watu wanavyohangaika. Anahangaika mpaka kwenye biashara yake, anasema ni mwage maji ya baraka, ni mwage maji ya upako, lakini mambo yapo pale pale. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama ukuta umewekwa, issue sio maji. Haleluya. Issue ni neno la Bwana. Issue ni maelekezo ya Bwana jinsi ya kuvunja ukuta ili kwa ajili ya wewe kusonga mbele. Biblia inasema wana wa Israeli baada ya ukuta wa Yeriko kuanguka wakaendelea mbele. Haleluya. Wakateka ule mji ukawa kwao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukuta unapokuwa umesimama, manake hilo ni zuio kiroho. Hakuna mtu ambaye atakukaribia. Kama hawezi kukaribia wewe, manake hawezi kukaribia bidhaa yako. Kama hawezi kukaribia wewe, hawezi kukaribia unachokifanya. Manake kama hawezi kukaribia wewe, manake kila unachokifanya hakiwezi kuonekana, kwa sababu watu hawakuoni. Ukuta wa kiroho umeziba. Ukuta wa kiroho umezuia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu ambaye aliuangusha ukuta wa Yeriko kwa neno lake. Biblia inasema kwenye ule mstari wa 20, nini kilitokea ule mstari wa 20? Kwenye hii kitabu cha Yoshua 6 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta. Hata ikawa hapo watu waliposikia sauti za tarumbeta, hao watu wakapiga kelele kwa sauti kuu sana, na ule ukuta wa mji ukaanguka nchi kabisa. Watu wakapanda juu wakaingia katika mji, kila mtu akiendelea kukabili mbele, wakautwaa huo mji. Haleluya. Kumbe huu ukuta ulikuwa umezuia wasiendelee mbele, kwa sababu neno la Mungu nasema baada ya ukuta kuanguka, wana wa Israeli ndipo walipoendelea mbele. Walikuwa ndani ya Yeriko, lakini ulikuwepo ukuta. Haleluya. Ukuta ulivyoangushwa,
Ndipo wana wa Israeli wakaendelea mbele. Ndipo wana wa Israeli wakautwaa mji wa Yeriko ukawa wao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana mwanzo nikasema kwamba issue sio bidhaa unayofanya. Haleluya. Issue ni mfumo. Issue ni mifumo ya kiroho. Bidhaa inaweza ikawa nzuri kabisa. Eneo unaweza ukawa upo eneo zuri la watu, lakini bidhaa isitoke. Haleluya. Shida iko wapi? Shida ipo kwenye mifumo ya kiroho. Kama kwenye mfumo wa kiroho upo ukuta ambao umesimama, maana yake huu ukuta pasipo msaada wa Mungu, maana yake wewe kufanikiwa ni ngumu. Wewe kusonga mbele ni ngumu. Wewe kuendelea ni ngumu. Iwe ni ukuta juu ya huduma, iwe ukuta juu ya biashara, iwe ukuta juu ya kazi. Haleluya. Unajua, sizungumzii juu ya biashara tu, nazungumzia hata juu ya kazi. Kuna mtu mmoja alishawahi kushuhudia, akasema kwamba akipata mshahara, yani amekaribisha matatizo ndani. Haleluya. Amesema akipokea tu mshahara, watoto wanaanza kuumwa, mke anaanza kuumwa, simu za nyumbani zinaanza kupigwa, mara mama anaumwa, mara huyu ana shida na hela. Haleluya. Mshahara ukikatika, matatizo yanaondoka. Kitendo cha kupokea tu mshahara, ile hela inateketea, yani matatizo mpaka hela inaisha. Haleluya. Manake huo ni ukuta ambao umesimama mbele yako kwa ajili ya kuzuia wewe usipige hatua. Haleluya. Kama unapata hela kwa ajili ya kujiendeleza kimaisha, alafu zinatokea changamoto mbalimbali, manake wewe huwezi kuendelea. Huwezi kuendelea kwa sababu ile hela inakuwa inateketea. Huwezi kufanya maendeleo, ile hela inakuwa inateketea. Haleluya. Ninapozungumzia kuta, zipo kuta za namna nyingi. Zipo kuta za namna nyingi. Haleluya. Zipo kuta za namna nyingi, lakini neno la Mungu lipo wazi. Jinsi Mungu alivyouangusha ukuta wa Yeriko. Mungu huyo aliyouangusha ukuta wa Yeriko ndiye naye mtangaza leo kwako. Ndiye naye mtangaza leo kwako. Ndiye naye muinua leo kwako. Ndiye naye muinua leo kwako. Biblia inasema kuna jambo gani gumu ambalo Bwana haliwezi? Haleluya. Ambalo Bwana haliwezi. Unajua ninavyozungumzia kuta, nazungumzia kuta juu ya maeneo mengi. Naona Roho Mtakatifu ananikumbusha. Wapo watu wengine wamewekewa ukuta, akishika ujauzito tu, ujauzito unaharibika. Ujauzito unaharibika. Ujauzito unaharibika. Haleluya. Maana yake upo ukuta ambao umewekwa kuhakikisha wewe upati mtoto. Haleluya. Anapata ujauzito, mimba zinaharibika. Mimba zinaharibika. Mimba zinaharibika. Haleluya. Zipo kuta ambazo zimewekwa juu ya watu au juu ya koo mbalimbali. Unakuta huo ukoo hakuna msomi hata mmoja. Haleluya. Wote elimu zao ni za chini. Wameshia darasa 7, wameshia darasa 7, aliyejitahidi sana kidato cha 3, kidato cha 4. Stop. Bwana Yesu asifiwe. Manake sio kawaida, kwa sababu Mungu anaachilia ndoto juu ya kila mmoja. Haleluya. Tunapozungumzia juu ya familia, juu ya familia, Mungu lazima kuna vitu ambavyo ameachilia kwenye familia. Manake ndani ya familia wapo watu wakubwa kwenye hiyo familia. Kwa hiyo inavyofika kupitia elimu, watu wanaishia elimu za chini. Unakuta hakuna hata mwenye degree kwenye huo ukoo, hata mmoja. Hayupo mwenye degree. Ukiangalia ukoo mzima unatafuta, hakuna mwenye degree hata mmoja. Manake sio vitu vya kawaida. Manake upo ukuta ambao unazuia kwenye huo ukoo ili watu wasifikie ndoto zao, ili watu wasisome. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumzia ukuta unavyosimama kuzuia elimu kwenye ukoo. Haleluya. Sio unazuia elimu tu kwenye ukoo, maana yake unazuia ndoto za watu walioko kwenye huo ukoo. Kama Mungu wapo madokta kwenye huo ukoo, maana yake hawezi kufikia kwenye nafasi ya udokta, kwa sababu tunapozungumzia dokta lazima asome. Haleluya. Tunapozungumzia mwalimu lazima asome. Amen. Tunapozungumzia labda watu wakubwa lazima wasome. Amen. Kwa hiyo ukuta huu unavyokuwa umesimama unazuia elimu kwenye huo ukoo. Na ndio maana unashangaa wote hakuna msomi hata mmoja. Hakuna msomi hata mmoja. Haleluya. Sio kitu cha kawaida, maana yake upo ukuta kwenye ukoo ambao umesimama kuzuia watu wasifanikiwe. Haleluya. Watu wasipate heshima. Haleluya. Hivi unavyozungumzia nafasi kwanza ni heshima. Nafasi tu ni heshima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libariki. Kwa hiyo zipo kuta ambazo zinazuia watu wasiolewe pia. Watu wasioe. Zipo kuta ambazo zimesimama kwenye ukoo. Unakuta kwenye huo ukoo watu wanaolewa wanaachika. Sio kitu cha kawaida. Hakuna anayedumu kwenye ndoa
Hakuna anayekaa na mwezie mpaka uzeeni. Haleluya. Unaona huyu anaolewa, mwaka uishi anaachika. Huyu naye wanaachana. Haleluya. Hakuna ambaye anakaa kwenye ndoa akadumu kwenye ndoa yake mpaka pale Mungu anavyomchukua. Hakuna anayedumu kwenye ndoa. Anaolewa anaachika. Anaolewa anaachika. Manake upo ukuta wa kiroho ambao umesimama kuzuia huu ukoo. Hakuna mtu kuishi kwenye ndoa. Haleluya. Hakuna mtu kusoma. Haleluya. Hakuna mtu kuolewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hivyo unajua Mungu kila mtu anayemleta duniani anamleta na mwezie. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Akaona si vema Adamu awe peke yake, akamfanyia msaidizi. Haleluya. Kwa ule ukuta unakuwa unakuzuia wewe usimpate mwezio. Sio kwamba hayupo, yupo. Lakini upo ukuta ambao unakuzuia usipate mwezio. Muda umefika wa kuoa, muda umefika wa kuolewa, ule ukuta unakuzuia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na pia wapo watu wengine ukuta unawazuia kwa namna gani? Amesoma na ana vigezo vyote vya kupata kazi. Anaitwa, zinatangazwa nafasi za kazi. Unashangaa mpaka muda mwingine anaitwa lakini hapati kazi. Anafanyiwa hata interview, anaonekana yupo vizuri kabisa. Ana vigezo vyote vya kufanya kazi lakini hapati kazi. Kitu gani? Ukuta unamzuia. Unamzuia nini? Unamzuia asipate kazi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua sio kitu cha kawaida. Mungu anavyoachilia kitu ndani ya mtu, anataka hichi kitu kifanye kazi. Haleluya. Mungu anapoachilia huduma ndani yako, anataka hii huduma ifanye kazi. Haleluya. Unashangaa Mungu ameachilia ndani yako aidha huduma ya ualimu, huduma ya uinjilisti, huduma ya uchungaji, huduma ya utume, huduma ya uimbaji. Haleluya. Hii huduma anaingia uchungu ndani yake. Mimi nishawahi kukutana na binti mmoja, niliumia sana ndani yake. Lakini Mungu mwaminifu akamsaidia. Alisema ule binti aliongea kwa uchungu sana. Alisema, mtumishi, natamani hata siku moja nikiona mtu yupo kwenye ndoa, natamani sana. Natamani yani hata mtu akifua nguo za mume wake aanike, natamani niwe mimi. Yani natamani niwe mimi, hata nipate yani mwanaume nifue hata nguo tu nianike. Si unaelewa manake? Si unaelewa manake? Na sio kawaida. Kwa sababu Mungu kila mtu anayemuumba, inapofika saa ya kuoa, saa ya kuolewa, mweza wake yupo. Mweza wake yupo. Lakini ukuta ule unazuia ili asiolewe, ili asipate furaha kwenye ndoa, ili asikae kwenye ndoa. Haleluya. Unakuta kwenye huo ukoo kuanzia bibi waliachana na babu, bibi anakaa bachela. Mama waliachana na baba, anakaa bachela. Watoto nao ndio hivyo hivyo, matatizo yanaendelea kwenye ndoa. Hawadumu kwenye ndoa, wanachika. Anachika na huyu, anajua huyu ndiye anachika. Anazaa na huyu, anajua huyu ndiye anachika. Haleluya. Lazima tujue kwamba zipo kuta za kiroho. Haleluya. Zipo kuta za kiroho. Issue sio bidhaa unayofanya. Issue sio biashara unayofanya. Issue sio vyeti sawa vigezo unavyo. Zipo kuta ambazo zinaweza zikakuzuia wewe usipate kazi, wewe usifanikiwe, wewe usiendelee, kwa sababu Mungu anatumia watu kukufanikisha. Vile vile adui akitaka kukuzuia anatumia watu kukuzuia wewe usifanikiwe. Haleluya. Huu ukuta uliokuwa umejengwa Yeriko ulikuwa ni ukuta ambao unawazuia wana wa Israeli washindwe kuendelea Yeriko, washindwe kufanikiwa, washindwe kufikia hatima ambazo Mungu alikuwa amewaambia wakiwa Misri. Kwa sababu walivyokuwa Misri, Biblia inasema Mungu aliwaambia kwamba nawatoa mikononi kwa Farao, nawatoa katika nyumba ya utumwa, nawapeleka Kanaani, nawapeleka viwango vingine vya maisha. Biblia inasema Mungu anatoka nguvu kwenda nguvu, anatoka uweza kwenda uweza. Haleluya. Na maanisha kitu gani? Mpango wa Mungu upo hivi, ni kuongezeka mtu kwenye kile anachokifanya. Haleluya. Aidha unafanya biashara, haiwezekani unafanya biashara miaka 5, miaka 10 ile ile uongezeki. Lazima ujue upo ukuta ambao unakuzuia wewe usiongezeke, kwa sababu sio mpango wa Mungu. Mungu anataka kutoka ngazi moja akupeleke ngazi nyingine, kutoka ngazi nyingine akupeleke ngazi nyingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, wapo watu ambao wanapata shida juu ya hichi kitu. Anafika anahangaika juu ya maji, anahangaika juu ya mafuta, anahangaika juu ya vitu mbalimbali, akijua anapata msaada, lakini anashangaa mambo yapo pale pale. Haleluya. Ukiwepo ukuta
Ukuta unavyokuwa umesimama kwenye maisha yako au kwenye ukoo, huu ukuta uangushwi na maji, huu ukuta uangushwi na mafuta, huu ukuta uangushwi na kitu cha aina yoyote. Huu ukuta unaangushwa na nguvu za Mungu kwa neno la Bwana. Haleluya.